katika maisha yetu, na tunabaki kuwa wana ambao wa Mwenyezi Mungu, wana ambao wanatumikia chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni mwongozo mwema ambao tunapatiwa na kuhifadhiwa katika neno lake, ndio tuweze kupata wokovu na mwanga wa zawadi ambao tumepewa naye Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingi tumepoteza nguvu hii na tumekuwa na wasiwasi
na kumwokoa mikononi mwa adui zake. Na yeye atamtegemeza na kumwokoa mikononi mwa adui zake. Na tuhakikishe kwa zoezi na maumivu, ili tujifunze upole wake na kuithibitisha saburi yake, akidhulumiwa hata kumhukumu auawe mauti ya aina, maana ataangaliwa sawasawa na maneno yake. Neno la Bwana. Zaburi ya kutukuzana.
walitoka huko wakapita katikati ya wilaya. Yesu hakutaka mtu kujua, kwa sababu alikuwa amewafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, Mwana wa Adamu yuaenda kutiwa katika mikono ya watu nao watamuua, hata akiisha kuuawa baada ya siku 3 atafufuka. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa.
Nilikuwa nasema hivi. Kwa somo la kwanza tuna kikundi cha watu. Hiki kikundi cha watu ni kikundi ambacho kina mawazo mabaya, sio mema. Tuchunge pamoja, tumuondoe anayesema ukweli kati yetu, kwa sababu mambo yetu hayaendi vile tunataka. Huyu mtu wa ukweli anatupatia changamoto, kwa sababu maneno yake yana uchungu. Anasema nini? Yana uchungu katika mioyo yetu. Kwa hivyo tufanye nini? Tumuondoe. Lakini mimi nikasema pia, wanapomuondoa huyu mtu ambaye anasema ukweli, ni kwa sababu ya wema wake, ndio maana anaondolewa, ili mabaya yafanye nini? Yatawala. Lakini sisi kama Wakristo, vijana ambao ni Wakristo, tunaenda na moyo wa Paulo kwa Romans 8, kwamba yeyote yule ambaye amemkubali Mwenyezi Mungu na Mungu akawa kati yake, hakuna kitu kitafanya nini? Kitamshinda. Kama Mungu yuko kati yetu, hakuna kitu kinafanya nini? Kitamshinda. Kwa sababu hiyo ndio nguvu yetu. Tunajivunia kwamba katika shida yoyote, katika maisha yetu, katika mazuri ama mabaya, neno lake Mwenyezi Mungu linatawala. Na ndio maana nikabiana mfano kwamba tunafahamiana vizuri katika vijiji vyetu. Kuna watu katika vijiji wameamua kutuwekea mahali wanastahili kufika katika ujenzi ama maendeleo. Ndio nikabiana mfano kwamba kuna watu mahali upande wa kwetu, wao waliamua kwamba yeyote yule ambaye anazaliwa akijenga nyumba, lazima ajenge nyumba ya matope pamoja na nyasi katika house. Lakini hakuna kujenga nini? Nyumba ya mabati. Na the moment unajenga nyumba ya mabati, unafanya nini? Unakufa. Mwenye alijaribu alifanya nini? Alikufa. Wa pili akajenga, akafanya nini? Akakufa. Wewe ukiwa watatu utajenga? Hakuna. Yule ambaye ameenda sehemu kama za Mombasa, wale wa Taita, Wangedi, kama tunaweza Wangedi, yani mlima wa Mombasa, kwa sababu ya Taita huko. Ukienda hapo, at least kila familia iko na kaburi ya watu watatu kama watano. Sababu ni gani? Kwa wamesema hivi, shule nenda ukasome, nenda
ukasome, tafuta kazi upate pesa. Lakini ukirudi nyumbani usijenge nyumba. The moment unajenga nyumba, we cannot kill it. Lakini ukifikisha finishing, hautalala ndani. So the next thing tunafanya ni kwamba ukifanya finishing, unafika matanga wapi? Kwenda. Na ukweli ukienda pale Taita, utapata nyumba zingine ni nzuri kwamba zimejengwa nyumba kubwa. Very nice. Lakini na finish. Ukiusuna ndio mwenyewe wako wapi? Adala hapo kazi. Kwa sababu gani? Kwetu hatustahili kusoma ujenge nyumba kwa sababu ni malingo. It's a big house, a good house. Inakuwa ni nini? Ni malingo. Stay with us. Jenga nyumba kama shule. Nyumba ya Swahili houses. Kama ile Swahili house kwa Chikoma. Sio ndio utenge kitu nani? Unajenga hivyo baba, watoto, wasichana, nyumba moja. So soma umalize ukajenga nyumba kama ile kila yote ndani, hiyo pesa tufanya nini? Shule. That's the rest for them. You cannot die. But you get out unafanya nini? Unakufa. Now we started educating them. Kujenga nyumba mzuri, ukifanya wema, watu wafurahie, wakae nyumba mzuri. Sasa respect lazima siingie ndani. Ndio wakubaliane. Unaona kikundi cha watu kama hawa na mambo ambao wanayafanya sio mazuri, ni maovu. Ndio maana wanafanya gangi ngao. Ukienda Nairobi kuna sehemu kadhaa unapata hapa ndio ndio bachingi yana wataita barua. Ningi matani wajira so. Mambo yale ndio kama kweli. I have good friends. Ndio maana kuna kesi ndio. He died when I was there. Ndio baba pale was because of good houses from the China. They want to take ground. But now to educate hao watu mpaka wabadilike. Ni vile wataambiwa kama kuna ugomvi, kuna chuki, mapanya ufanya nini? Utawala. Yakobo ndiye anatuambia second reading. Kama kuna ugomvi, kuna chuki, mapanya ufanya nini? Utawala. Na mabaya ya kitawala hakuna umoja, bali ni nini? Ni mtengano. Na kama kuna mtengano, kuna kuendelea kweli? Hakuna. Ndio kama tunaleta ile hapo mambo no. Magendo nani no. No. Basi Paulo anatupatia moyo kwamba as long as we are Christians, let us remember one thing. Hii kanisa ambao ni Katoliki ni kanisa ambayo iko na sifa sana. Na sifa ya kwanza ni upendo. Hiyo hata ukienda kwa maombi na urudi hapa chini. Kitu cha kwanza ni nini? Upendo. You must have it at all. At the end of the day, tukosane saa hii ni tusi mfanyie yote, lakini ukifunga pale kwa barabara, just tell me, even if I hate you, but remember I love you for the grace of God. Hiyo lazima itawala. Hiyo ni sifa moja. Sifa ya pili ni kwamba kuna umoja, hakuna mtengano. Kuna nini? Umoja. Umoja unaonekana physically, different anything. Ukienda kwa shirika mbalimbali kama mashirika mbalimbali contemporary kama sisi, ukienda kwa shirika utapata kuna mmoja kutoka juu mpaka wapi chini ambao ni grade. Ukienda captain wanafanya mambo gani? Angalia captain TV wanafanya mambo gani? Ni grade. Karibu bana hizo ndio tunatumia. Ni karaka. Wewe ndio karibu ibada hiyo. Ukiingia present party wewe na kaa hapo pikira watu wakajenga kama weekend kwa kule white na mjinga wetu aleka ile uniform yao unaona kwamba we identify that unity, we embrace that unity. Okay, endelea hapo si kumsatu tunasema Catholic ni sawa sana jaga tiabe. Na vile njena kwenda ndio ndio mtumaro one that unity. Bona from outside, from inside, outside, inside, tumetoa a single unity. Ikiwa na sema moyo na shetani wakati mmoja anataka utengano ndio at least divide the rule akatikata wachache wengine hadi wanawafanya nini wanakufuata. Sifa nyingine mko nayo ni kwamba nyinyi ni watu wa mafundisho. Kwa God is good. Nyinyi watu wa nini?
kwa mafundisho. Kama sio nyinyi, I think hata hii dunia haingekuwa. Kama sio hili kanisa lenu hili Katoliki, hili kanisa letu tunajifunia saa hii, hiyo ndio sifa moja, ni watu wa mafundisho. Kama sio Katoliki jana, Kristo wakati wao. Sina kitani. Ndio. Kristo wakati wao. Ndio ndio kama ngali moso mno the beginning of the schools, bando tubali kirero. You will find the Catholic Church, sina kitani is the Catholic Church, orphanage is the Catholic Church. Ababane bonsi teach our children. We are educating them. And there is a lot so I'm going to get over the right path. That means you are within a circle ya mafundisho. Mafundisho ya nini? Sio mafundisho ya mabaya, mafundisho ya mazuri. Lakini kuna changamoto zinatokea ndani. Utambe baba tena. Abantu nababandra kibasenti abaya. Wikoyo abantu ko bategezekete bose. Nekera bose onge kubosia ba. Lakini mmataka kora bonsi onge akochechwa ili ndo kosa ko bategezekete furuo. Ta affect ya. Na kitabu tayari is a kind of formation, and I think that's why when we are that day kijana sisi peke yake ya so people ni nani ya hapo ndio wale ndio nani ya ndio msana kwa sababu ni kijana sisi lakini kwamba ni siku yetu tumejiweka pamoja tujifundishe tufurahi pamoja tuone jinsi tunavyokuwa katika imani yetu tusiende tukiweka pamoja kwa sababu ya mabaya. Na ndio maana huyu Kristo saa hii ako na miaka ngapi? Yesu Kristo ni yake ngama kama nakira kwa dada baba. Mimi kama ndo sasa. Kwa sababu ngera baba yana. Tatu ni siku 33 years. 33 ni kijana kama ni mzee. Si ni kijana ambaye anataka mambo mazuri, lakini watu wameangalia huyu kijana njia zake ako nazo zitatuletea shida baadaye. Tumuondoe kati yetu. Kumuondoa ni nini? Mbuane, tomosunde, tomoide, hapo, topaleke doteke, motinde. Lakini mmoja badala na enda ikule. Wote wale kupata wale. Tuko kitabali, kani tengo. Lakini matupata topaleke doteke, okay. You know sometimes he reminds me. Hapa kusimu kwa. Nuno maende kile. Hapa kusimu. Kwa kubale. Kwa kubale. No. Historia mkisi nasema we don't die. Unakufa leo baada ya kufa unafanya nini? Unafufuka. Ni kwa nini hatufufuki? Ni kwa sababu ya ugomvi na chuki. Na roho ndio inaleta ile ese mbele yale hata 3 days hapo para keke wazo kile ndio ndio ni soko. Unapo mabali kwa soda notani wana kuruhusiwa orali kiagera uyo roho ndio ndio para keke kwa boko. Wale vitenge cha ndio kwa baba kumbe hiyo maka roho wa mosuri akagenda kwa gara sente ta kwa rage dokeke ta unara somo ya kutia keke ngakacha na kwenda ndugu kabisa toko na kwenda ndugu kabisa toko na kwenda ndugu kabisa toko mpaka bona because of God mundu kakutinda kwa tena kwa rage dokeke hadi kwa boko kwa Yesu Kristo tule tumaini kwamba msiogope kwa sababu ya ugomvi nimekuja nikatoa ugomvi nimekuja nikatoa chuki baada ya siku 3 mtafanya nini mtafufuka this is the way we calculate how many days she come make one day in the eye of God how many days ni siku ngapi kwa Bwana sinatoka ni one day. Because calculations ni ngumu. Ni miaka ngapi ambayo ni siku moja kwa Bwana? Very good. 1,000 years. Is equivalent to one day. Because you can have how many days? Oh, 1 year. But the Suria is something you could do. More, it's 1,000 years since Christ did what? You know, it's a good to get that. 1 day is equivalent to 1,000 years.
Na 1,000 years is equivalent to one day. Na sasa tuko na 2,000 years. Hiyo ni siku ngapi? So siku ya tatu umefika kweli? So siku ya tatu ukifika tutafanya nini? Tutafufuka. 2,000 years kama. Ili 2,000 atakuwa hai hapa katika mimi sitakuwa. Nani atakuwa hai? Mimi nitakuwa nimefufuka hadi time. Nitakuwa na Kristo namwambia nilikuwa na upili. Wao utakuwa wapi? Kwa sababu ile 2,000 years tukapo ikifika wakati time siku tatu tunafanya nini? Tumefika. Then I will be with him because nimefanya mazuri hapo ulimwengu. Nitumaini kwamba sijapotea. I am the right path. I am okay. Lakini katika safari hii ya ufufuko ndio ikae mzuri. Tusishindane kati yetu sisi wenyewe. Ni nani atakuwa mkuu? Now I was asking this question this morning. Mfanyakazi wa nyumba, a maid and the owner of the house. Yeah, and the one who called himself or herself there, the owner of the house. Nani mkubwa? Umenyamia chini maid? Ni maid. Nani mkubwa? Maid. Iko makweba hiyo. Ni maid. Hayo this way. Sima pende ndio mema mpaka barua. Ayo wana mambo tunasema kama so ndio maana mbele anakuwa nani? Mdogo. Nani anachua maneno yote ya hii nyumba? So hata kama ulijenga utafanyia mbele jokes kweli. Unos the best food yenye unakula. Sime. Nani anaweza kuua kwa dakika moja? Hata kama ukiwa mwenye nyumba. Who knows the best marisi ya mtoto? Mimi anakuwa ndiye mdogo. Ndio kwa nyumba. That means what? You have come to know. Enyo babo hii. Kwa sababu wewe ndio unafanya kazi, unaitakasa hiyo nyumba, unapika. Kama ni kutandika unatandika nyumba, kama ni kupenda utachoma. Sheria yote wewe mwenyewe unafanya nini? Unachua. Sasa hiyo nyumba ni yako. Ndio umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ni provide na kuingia ndani na kuangalia na kufanya nini na kutoka. So you are the owner. Na ndio maana huyu maid ambaye anahitaji nyumba ya kulala, na ndio maana akapewa nyumba, anahitaji chakula, akapatiwa nyumba iko na kitchen, akapatiwa masomo, ndio maana unaenda kusomea jinsi ya kulea watoto, kutandika kitanda, kumo, stool, si kufanya nini, pombo, ikae clean. Umepatiwa any information of that house wewe uko nayo. Hiyo ndio kitu moja mtopewa. Na huyu maid anaonekana kwa macho ya mwanadamu. Huyu maid sio mkubwa. Mdosi ni nani? Simealijenga nyumba. Sasa tuone kimwanadamu sasa. Mwenye alijenga nyumba, mwenye ameachili maid ndiye mkubwa. That's the way it seems to be. Lakini kiimani tena ulilamu. Na ndio maana Kristo akachukua mtoto mdogo, kidogo. Akawaambia kama unataka kuwa mkubwa lazima ukae kama mtoto. Kwa sababu gani? Mtoto anahitaji chakula na atapewa, anahitaji nguo, atapewa, kuoshwa, ataoshwa. Hakuna shida. Shule ataenda, matibabu atapata, anything atapata. Na ukimtuma kwa sababu unamchalia, ataenda mbio na atachukua afanye nini? Akuletee. Obedience na kabu. Kwa sababu unamtunza, upendo haitakosa, atakupatia. Kwa sababu unamtunza, heshima nayo kufanya nini? Itata. Anything unahitaji, mtoto atakuambia. Ndio maana akawaambia, if you want to be a leader, kaa kama nani? Mtoto. Na utumikie kama nani? Mtoto. Je, sasa sisi wenye wamejenga nyumba ama ndio wenye wamekuwa employed kama maid? Malizeni. Ndio bwana mwenye I will the maid, how we are the boss. The fact for us we get the place of a maid because we want to be a good servant. That means I don't see a spiritual quality school anywhere you are. At least the career means that you are una gendo keke or maid.
orang kali information isa information dia mai ko konya onge ko birda lakini information yako birda ni good information yenye haionekani haraka kama information ya lezeke yama kizuri na kibaya ni kipi kinajitembeza Sehingga kita masuk between kizuri na kibaya kipi kinajitembeza kibaya kinajitembeza kizuri kinafanya nini mosi ndio kile kile ngiri kuibeke la barabara hapo ni wangi kile kiumbe na chama na sio mjana ane ka hapo ndio na no mjana usine yake ya barabara kile kile kenye mwa silent ile nobody anaweza mambo kwa kile sile chini ora tole milioni yenye ya mkono na roho kanema Jika ada umur tujuh jangan umur tujuh dia ini boleh generas. Ini boleh generas siapa? Apa kalau mau cek? Umur tujuh cari gitu. Umur tujuh dia proses sampai. Ini faktor umur tujuh spirit sampai ya harus generas. Lakini umotokea chagama nyembo robote ndio tetera tena kiawa ye gracia kama kiawa yero kiawa be kiawa yuko ene kama tunapo generous lakini nasinge kama generous nasinge njo the fear of tomorrow na hapo sababu ndio cheki omoli so to avoid that one we have a challenge Omo tuwezi kujana madere, ale tiba sema bila mjeke. Fanya neko tie chini jira alia. Unataka kulikana na nini? Ili yangu mnakura nimeifanyia kazi, nikirewa nipepo nimeleta wapi? Nyumbani. Achana na mimi. So ya rapid mimi. Kwa sababu already tayari. But huyu mwenye anaokoba of tomorrow. Ikina kege ndeke. But the spirit that is guiding the wind side ni nzuri, yenye nasema kutufundisha sisi wenyewe. Wacha tuogope tomorrow. Today let me maintain my goodness. That good tomorrow ikifanyika itanipatia zawadi na kunifungulia nini? Njia. I think one time I told you about that young man who was a prince. Alikuwa anapata vijana njiani wa kijiji anawasaidia. Patia anything they did because Papa alikuwa na pesa. So yeye akasema let me go down and help those who are down. Lakini siku moja kuna mwingine hakuna wivu kwa nini anafanya nini? Anasaidia. So akaambia vijana ninataka muende mshike fulana na fulani muende mkanyonge na mimi nawalipa pesa kiasi hiki. Na vijana wakasema thank you. Tupatie nini? Pesa. Wakaenda wakamtafuta. They know him financially. Wakampeleka mpaka ile nyumba ya kumuua wakamweka ndani. Halafu akamwambia we are told today by somebody tufanye nini? Tukue na pesa inakuja. So lakini kuna kitu tunafanya. Because wewe unatusaidia kaa hapa simu hii iko pio. Na leo kuna hiyo. Umondo yo watu walikuwa wafanya watu. Tote ndio usuruda pi. Wasuruda ndio pamoja. Tena jibesa. Unaigeta na kana akabwa kwa maboko. Atengoro umuntu wese wale tendeste ningi doko moita toesa baba nduto komita sengento ekatole jara era okara ke dokeni ekatole muere te para era okara ke dokeni wasimai ekatole tiri jara toko na kwa kupira why should I kill him aje iko na watu wake aje bwana wote ote komita why Itagani, kalau tu biasa jadi boleh. Lihat ada bono, naik kapal ni tu kiri, tahu. Lakini akawata itu mau kita, itu ke. Akamako be condition ya. Anu wale ni kuba. Tu boso, kini yang siapa beri? Nah, itu bono, take care. Tahu mana? From that time, that man
Here you want to compare security guard of anything. Can they just because you are fearing of tomorrow? Can you just get a mobile? Something you already have any. In your room, you come you already shida. So at the end of the day, kibaya, ikapirida, if you are somebody in a certain responsibility, you cannot put away mwanadamu asili kimoja apate nini? Pombe. Na unaambiwa kama ikishika ni wewe utafanya nini? So the good itashinda mabaya. Lakini mabaya nakupatia pardon, you can never smile again. This man will never smile until he dies, or this man dies and him dies. Because he has a condition there. Kienda game over. That means kakukona wakala yote wakula. So you arrive the damage of this, the life of this man. Mbu yoku mapema, utike kararalia moyo. Because of that bad thing, unakuwa ndani. Kwa hivyo, unakuwa mtumishi mzuri. I was giving another information. Who is a watchman? Mtu ambaye anakaa wapi? Ile gate, wewe kuingia na kutoka. Nani akona information? You are going to steal today, like not the case of sasa hivi tunawaita wanaume ama tunawaita young men ama teens. Sio teens. Yani kama umefanikiwa kupata kazi na ukacheza, uwache maneno kumwongezete na mama kuna leo kwa ile details, leo kwa ile chini, leo kwa ile chini. Leo kwa ile tano kwa na kile chose. Lakini namba ile the events of the day. Nama tere ana kwa mtu ngotile de baba tere ro ngoro kwa tege toke ora irotile de that any information the watchman in our problem kiasi can you make fun with the watchman? No, we don't make fun with watchman hata kama tukiwaachi kwa sababu hawa watu wamekimya lakini uzuri wote wa nyumba wako nayo ubaya wote wa nyumba wako nayo and that's why I will give that example. The last example then explain for him. Come on, don't drive. Who is a driver for somebody a boss? Who is a driver for a boss in the city? You get to drive, you get drive, and you drive. When the driver is what I do, I don't know what. I can't stay at it. Posso ninguém nele. Pois diamo. Aquela coisa, posso ninguém nele. Posso ninguém agora. Esse minharia. Tua, lero na siga, information hiyo kwa leo si. Moto no motinani. So this man ako na information ya boss. January mpaka January. Ndio siakana kwenda kuiba. Tena na yeye. Huyu jamaa yuko tena pipa na yeye. Ni vile tutasikia nini? Sikia nini? Anakuambia tunaenda tena fulani kuchukua pesa. Kasi yako karaya. Gia kon ikiingia ndani. Ni information yako nayo wapi? Haya, bahati mbaya kosa kuna familia lakini anataka bibi yake. Nani atamchukua? Huyu jamaa anajua hama ajui. Kama bosi ni mlionga watu nani anajua? Lakini ataongea. Hataongea. Hakuna hiyo information. Akiwa na that information, he can never link it anywhere. Lakini iko ndani yake. At the end of the day, akiongea atafanywa nini? Si atauawa. Sasa, that information zinakuwa negative. Ndio maana tunaambiwa usiwe haraka wa kunena kwa sababu maisha yako ibadilike. Kama unatenda mema usiwe haraka wa kunena kwa sababu maisha yako hatarini. Na ndio maana Kristo akawaambia tunapita katikati ya Galilaya kwa sababu hao watu wakitambua kwamba ninapita barabara hii watanishika wafanye nini? Waniue na wakati wangu utafanya nini? Haujafika. That means kama unatenda mema usiende kujipigia filimbi barabara kwamba mimi ni mtukufu wa kufanya mambo mazuri. Kora yara mayango wala
angekoroka na kumvega matunda mpaka ikarote na batera mundu yote bila siku mabaya okora yarama na mali. That means your life is secure. Na ndio maana hata Yesu alikuwa anasema acha mara ngapi Yesu aliambia watu msiseme? Mara moja. Nakumbuka akiponya yule alikuwa anaitwa nani? Yule kijana ambaye alikuwa kisiwi na Mungu. Alimwambia aje? Usiambie watu. Lakini aliendelea kupiga nini? Nani alishikwa? Wewe ndiye. Yesu alishikwa kwa hiyo kijana. Kijana ndiye alishikwa. Kumbuka yule kijana mwenye wazazi wake walisema ni wanafaa kuitii. Alikuwa kisiwi kama alikuwa Mungu? No, alikuwa haoni. Alikuwa kibofu. Mwenye Yesu alifanya hivi mata kapaka mata akamwambia nenda Siloamu ukanawe akaona. Alisema ngwa lakini pale ndiye alishikwa ndiye akasema akionekana nitasema tu kwa sababu ya usuli wake. Mitume kutoka mlimani kuteremka chini baada ya transfiguration. Yesu aliwaambia nini? Msiambie mtu yeyote. Why? Because uzuri au tumesema chema chajusa chenye hakitembezi. Kwa hivyo usitembeze wema, lakini acha wewe ufanye nini? Ujise wenyewe. Hiyo ndio kinatufuata. Kwa tukifuata hiyo njia na mema yote yatatendeka. Because in history when you wanaleta change mzuri ya the young people, not the old ones. Ya the young people, kwa sababu wakitembea katika njia nzuri na nyayo zao zikiwa nzuri, matokeo yao yatakuwa mazuri. Then things will change. They don't make noise, but it is silent. Debe liko na maji, bila kelele. Wewe yangu. Kwa tumbe kama atia maji. Kama tumbe bata maji. Unajua hiyo? Lakini utakuwa atia maji. Kama yake sasa. Yeye kitana kwa information ya science, usiki kitana kwa information yes. Ile kwa information yes, you will be making noise. January mpaka January. Kwa sababu information yes, ndio atende value. Lakini information ya Nyasaye ndio matendo keke value. Itakupatia wakati wa kutafakari na kuwa focus. What can I do at the end of the day? Na nitakuwa nini baada ya hii siku? Watu watasema mimi ni nani? So utakuwa umeketi chini unatafakari. So you become like David kwenye kuna maji ukiwa katika neno lake Mwenyezi Mungu. You make that choice you have it. And then itawasaidia kutembea siku zote. The last thing, hii sitakataa kusema mahali popote naweza nakutana na vijana. Huwa ndio tunamalizia. Habari zenu. Ikawa tulibadilisha this way. You may support me or not support me. Najua tunaishi dunia ambayo ni yetu, ambayo ni nzuri, na tunastahili kujivinjari vile tunataka because funja mifupa ungali mdogo. Baadaye ukisha swali ningeusema hapana nilikataza. Funja mifupa. Lakini funja mifupa ukiwa na akili nzuri. Kaide. Ukasema hivi. Ndio nimalizie. And then in the form of your examples. Lakini msaidie kutambua kama ni gani vizuri. Duka moja iko pale chini ya kuuza nguo na duka moja iko hapa ya kuuza nyama. Kia agetokeke? Bono, wale hapa ndaba ndio wageketera hii kwa agetokeke. Kia hapa ndaba kwa agetokeke. Nyama. Baada ya siku chache ugonjwa umetokea. Huyu jamaa mwenye anauza nyama anaweza ukasirikia nani? Wa kuuza nini? Nguo. Akaulisiwa. Mbona unakasirikia mtu mwenye anauza nguo? Anasema kila siku watu wengi kwenda wapi? Wapi? Amewafanyia nini? Wenye wanakuja kwako ni wachache. Habari zenu. Hebu niambie atasaniambia kwa nini huyu jamaa alikasirikia mtu wangu? Akaje sio wewe. Ndio mwenyewe ukasikia mtu wangu. Hawa. Nike ukasi. Ukaelewa? Very good kuna tamaa ya nini? Very. Kile mara kwa kile. Kwa hiyo nige kwetu bora sisi ndio
mata kama tunakula na rangi hapo mwage yoshege yes lakini unaona pia sana Kenya manenchi anga direction kero direction neno so basi mbona unachukua kwenye nauza nguo na wewe unauza nini nyama kwa sababu kwenye tunakula nyama ni watu wacha that means pesa itakuwa cha na mwenye nauza nguo wale wanahitaji nguo ni wewe kwa hivyo atapata pesa nyingi mbona unchukia Biamo. Lakini kini jadi ni rasa ni. Mungkin jadi musa itu. Sebab kita. Onye di pada kau ni jangan doya ni jangan. Umai pun ada tu bilun moja mana jangan. Doktor itu buat dia moja. Onge aku mutus so cuma dengar. Oje abi tu operation silencer. Pada hari ni juga as mundo mana boyo punya. Apa tahu kau siapa tahu. Mundo buat tu boyo punya. Apa tahu apa pun ada sebab. Bukan orang bantah, orang kita kira orang boyo dulu. Kalau orang orang mau membuktikan itu kuman maka barang. Maka nak boleh tak mau? Oke. Tetapi itu mungkin salah. Yang ini nak apa? Oh dari kuno peragan. Kamu tahu? Dia biosi video pasal dia biosi. Masa tu dia kita dengar. Dia biosi fresh food. Dia mana yang kamu tahu? Kita ada kiosi. Ini kiosi kita. Kalau kita belajar, belajar. Kalau kita udah belajar itu selesai. Untuk ada wajah itu, hanya nyetai kalau mau buat ini, punya kerja terus. Mau lerok dia bayar tidak itu neraka buat itu juga kalau. Apa yang benar pun mau kalau itu menurut kita kita sama satu nabi, maka satu dia buat. Neraka itu kita ambil, kita satu. Anasa mfikia mwingine siwezi kuulizia ni kwa nini why those things are happening that thing refreshness in a book this way you will find that mambo wanasema na not that they put it shit sio kwa nini sio kwa nini mambo kwa leo ora itanana toke kusetiebo você tem fruta para na rua. Ele é tudo bem, né? Não procura. Você tem aqui tem dois. Tudo ali dos. Ué, como não vai ver igual por igual. Até não vai ser ninguém nele, você é dele, você é por ele. Nem já que ele não tinha internet. Então vai ter um jeito de como vai. Yo me llamo Ben, aparece. The same thing. Apa nak boleh disiapkan? Masih ada gue. Esok dia was kita lah. Asal ni. Ayah di sana. Nanti malam waktu. Jam jadi sejak kau. Lepas lagi dia. Ini ada berapa exam. Kalau begini kata perfect jadi kuna moros na fali. Ini sama-sama. Kuna moral nini bali na responsibility na freedom yenye kuna responsibility. Ona ya bwana hii dunia yetu inatuchanganya kidogo. Makosa sio kweli. Makosa tumepeleka kwa wazazi, but at the same time makosa yanakuwa kweli kwa sababu ya nafasi eti unless you are 15 years. Ukiwa na nafasi eti na constitution yetu ya Kenya, then useme makosa sama kwa sababu gani? Ama nilikuwa naambia wazazi especially kwa mradi kwa shida hii. Ndio ndio kirahisi. Kenya mbona nyaroka hapo kila konse, ukitoka yaka kama karalia, idan, umeapeleka unaka roka kama karalia. Kosta wechibolate, akayanga na ukaleleka, ero mtagia ro yako weke yegota. Ndio mpate kabisa tight. Igetaria kaweke kawekoseme kwende kumoko. Ebura mali baka koseme bodi koseme ndei. Ongia kupimberoka yana egeta irumo taralia. Iloronga. Okay. Oka ndio mwana wewe. Ekira vero mwana. Aikira tu ideas. Eshi na leo kubeka kaya kaka giteka. Eshi na leo. Ikia umno magwa. Na ngale sasa kwa mfano. Shida dini. Ndio tunakuwa kwa kosa. Ni very comfortable wale tena kuna bomba magwa kile watu. Lakini bono kama tunaomba bara. Lakini kujali mbele. Ule miaka hiyo sio kwa chigoro.
ama hizo kuiboka ama hizo gerange yetu iboka weka bange kuli huo kama ukweli kama mraba yako sasa kutafuta sasa unaenda kutafuta yenye imekunywa kama yenye roho na kitu bomba kwa ndo kama usinapenda yake inaenda na mimi I am comfortable with the road sina shida yoyote lakini mwingine hapa anasema kumbe nimeona matunda nimefanya nini mimi baadaye anachukua akichukua kwa sababu na umekuwa mkubwa na wewe pia umetuambia tunalipiki na msumani neno na bado umekuwa watu wangapi wawili kwa bahati mbaya tunda lingine linafanya nini linatokea ama kwa bahati mbaya tunda lingine linatokea ambao unatoka shule sasa nani mbaya hapa hivi ni msasi kama ni sisi na mwali ni msasi mbaya kwa sababu ya malezi si ni sawa sawa lakini namba 2 as long as tunaenda shule tumefungua macho kindness kanisa lingetoa tayari model yourself in the way utagrow hapo ingine naye ni mtu wale philosophy na roho sina roho na hiyo ni philosophy ya Nairobi na ile kama ndabale tauni batumie kuna mwoko nyara ikiende tauni bali ajende kutaito kurudi yenda Arabia kanisa yapo imagine yole tauni kama ndako ndio tangu hii alianza mtajua hiyo ndio mabaya yenye natawala halafu masuli yanakuja kwa pole ni kutisha yanaonekana bali kama mmoja wa self up not the time but what is good yes we work for that good so you know we are working step by step at the end of the day tutajumuika kuwa kikundi cha watu ambayo itaattract watu halafu wache na wema utatendeka kati yetu siku zote so atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Majina ya Saida
Tukaleni ndugu hii sadaka yako na yetu kubaliwa na Mungu Baba Yesu. Na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako la utakatifu. Bwana umeradi kutupokea na kuvipokea vipaji vya taifa lako, ili hayo wanaoungama kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono yake alipotezwa msalabani, ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja: mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mule nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." "Twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano la milele itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Oh,
wake mwanao. Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako linaloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu na wakilelo wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tutahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu tunapata heshima yote na utukufu daima na milele. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Tunaposamia tumaini lenye heri na utoa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, amani na wachieni, amani yako na wako, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima ndani. Iwe rohoni mwako. Tutakiana amani ya Kristo. Amore
Bwana, sisi unaotulisha kwa sakramenti zako, uwe radhi kutuinua kwa njia ya misaada yako ya siku zote, ili tuyapokee matunda ya ukombozi katika mafumbo na katika mwenendo wetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Naye Mungu Mwenyezi wa milele awabariki na awalinde Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nena amani ya Kristo, ibada yetu ya misa imekamilika. Tumshukuru Mungu.